Wanachama cha Mapinduzi CCM tawi la Mbalino kata ya Itamboleo wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameutaka uongozi wa CCM wilaya kumrejesha kazini mwenyekiti wa kijiji cha Mbalino Eliud Simon kwa kile wanachodai kusimamishwa na kuondolewa udhamini wa chama bila kuainisha sababu za msingi. Katika mkutano wa hadhara wa wanachama cha Mapinduzi uliofanyika ofisi za tawi, katibu wa tawi Daniel Mwalongo anasoma barua ya kusimamishwa na kuondolewa udhamini wake wa chama mwenyekiti wa kijiji. Katibu wa kata Chama cha Mapinduzi Itamboleo yahusu kumuondolea dhamana ya udhamini ndugu Eliud Simon Msavinyi na kupoteza sifa za kuendelea kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbalino kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 2026. Husika na mada tajwa hapo juu. Kikao cha kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya Mbalali kilichoketi tarehe 6 mwezi wa 5 2026 na kuongozwa na mwenyekiti wake ndugu Mary Obadia Mbwilo pamoja na mambo mengine, ilipokea taarifa ya mwenendo na vitendo vya wanachama, viongozi wa ngazi ya kata na matawi pamoja na viongozi wa serikali za vijiji na vitongoji wanaotokana na Chama cha Mapinduzi ndani ya wilaya. Kikao kwa kauli moja kiliazimia kutoa adhabu ya kumuondolea dhamana ya udhamini na kupoteza sifa za kuendelea kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Mbalino ndugu Eliud Simon Msavinyi. Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji mwaka 2024, mwenyekiti huyo hapaswi kuendelea kufanya shughuli zozote za kiuongozi ndani ya kijiji cha Mbalino kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 2026. Hivyo kwa barua hii na kuelekeza kusimamia utekelezaji wa maamuzi haya na kutoa taarifa kwa afisa mtendaji wa kijiji na kata kwa upande wa serikali. Adhabu hii imezingatia kanuni za uongozi na maadili za Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake toleo la mwaka 2022 na katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1977 toleo la Mei 2025. Baada ya kusomewa barua hiyo, wanachama wamepinga hatua zilizochukuliwa na uongozi wa wilaya bila kuainisha sababu za kuondolewa udhamini. Barua hiyo kama alivyosoma katibu wa tawi, mimi nimeisikiliza vizuri, lakini ilivyoandikwa ni kama imeandikwa maelezo tu, lakini mimi sijaona sababu kwamba zimeandikwa mwenye barua hizo za kumsimamisha mwenyekiti, kwamba huyu mwenyekiti wa kijiji amesimamishwa kwa sababu hizi na hizi. Mwenye barua mimi sijaona. Je, hiyo barua imefuata utaratibu wa kumsimamisha mwenyekiti kutokana na maelezo hayo? Yaani hiyo barua ni sababu tosha za kumsimamisha mwenyekiti wa kijiji kulingana na maelezo hayo? Jibu hiyo barua inaonyesha mwenyekiti huyo amekiuka katiba ya mwaka 1970. Sasa inawezekanaje mtu akaikiuka katiba yote hiyo kwa mara moja? Huyo mtu anakuwa anaweza kufanya makosa mengi kwa kiasi gani ambayo anaweza kukiuka katiba yote? Lakini swali la pili, nyinyi mmeletewa barua kutoka kata au mlishirikishwa makosa ya mwenyekiti mkao mnayajadili kwa pamoja kama viongozi wa tawi? Maana tunashindwa kuelewa kwamba mnasema mmeletewa barua, ina maana nyinyi mlishiriki kujua matatizo ya mwenyekiti kwa pamoja kama tawi, au nyinyi mmeletewa kutoka huko juu? Maana mwenyekiti anafanyia kazi hapa, halafu barua mmeletewa na kata. Je, nyinyi mmeshirikishwa makosa aliyoyafanya mwenyekiti? Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa, nina uwezo wa kuja kumuonya. Mimi ndio msimamisha kumpa wasifa wa kumchagua awe mwenyekiti. Sasa leo hii kata ndio ijumsimamisha kabla ya mimi mwenyekiti wa kamati ya siasa? Si ndio tuliyomteua, tuliyomjadili, tukampa madaraka haya? Wananchi tunalalamika, huyu mwenyekiti wetu tunampenda, rudi. Tupate sababu ya kumtoa huyu mwenyekiti. Amekosea nini? Kwetu hana kosa. Chama cha kwetu hata mimi na hata nyinyi mnisikitisha sana. Ng'ombeni natolewa hata nyinyi msijue. Unajua bado mnatupa mashaka hata nyinyi.
Kama mtu wenu anatoa hata nyinyi msijue, mlizikaje kupokea hiyo barua? Maana mjui barua mmepokeaje? Sasa na barua nayo itaka muikatae. Tutafika tutaumizana wenyewe. Mimi ndugu yangu ninachosikitika sana, mwenyekiti mchapakazi. Lakini aliyokuja kututolea hapa alikuja kutamkia hapa mabomba. Sasa tumshangaa huyu mabomba. Wewe mwenyekiti wa kwetu matatizo aliyopata wapi au udhaifu wa mwenyekiti aliyopata wapi? Mimi ningeomba rais, kwa vile unachapa kazi, naomba tusikilize na wanyonge tuko Mbalino. Usio unatembea kwenye kata. Hii kata imeanza kuwa ya watu. Lakini sisi katika chama hii hatuhami. Wazazi wetu wamekufa, bado tuna chama na sisi watoto wetu watatuzika chama cha kwetu. Ila ninachoomba huyu mwenyekiti wa kata naona saizi abadilike. Imekuwa shida. Na waziri mkuu, tunaomba unatoa hata namba simu kwa wanyonge. Shida tunayopata sio unafika kwenye kata. Unalenga mpaka kwenye vijiji. Ukifika kwenye kata, ukifika sisi hatuwezi kuongea huko atatufunga. Ninyi hamtambui chochote juu ya kusimamishwa kwa mwenyekiti. Na hamjawahi pata tuhuma yoyote kutoka kwa wanachama kwamba mwenyekiti ana madhaifu haya na haya, labda nyinyi mkae mumjadili. Isipokuwa kata yenyewe kuna mambo ambayo wao huko juu wameyaona na wamekuja moja kwa moja chini bila nyinyi hata kuwashirikisha. Sasa basi, sisi kama wanachama hatukubaliani na kusimamishwa kwa mwenyekiti wa serikali. Hilo lazima mtambue kama meza. Lakini pia hata kata wana mapungufu. Kwa nini hawakuwashirikisha ninyi? Kama kuna jambo wao wamebaini, walipaswa kuja kwenu ninyi kwanza, wawashirikishe na ninyi ndipo muite mwenyekiti kumuuliza juu hayo ambayo wao wanafikiri. Kwa nini tunasema hivi wanachama? Hatujawa zezeta. Ni wanachama tunaojitambua wa Chama cha Mapinduzi na hatuko tayari kukubali upuuzi huu ambao kata wanataka kutufanyia. Kwa sababu gani? Mwenyekiti wa serikali sisi ndio tulimchagua. Tena kwa kula za kutosha. Amesimamia yale ambayo tulimwagiza. Sasa wao kama wanafikiri kwamba anapofanya yale ambayo wao wanayataka, sio namna gani ndivyo waone kwamba sio namna gani, sisi hatupo tayari kama wanachama. Hili lazima tuseme kwako mwenyekiti na safu yako kwamba sisi tunahitaji mwenyekiti wa serikali arudi madarakani, aendelee kufanya shughuli. Kuna shughuli za ujenzi pale shuleni zinaendelea. Kuna shughuli zingine za maendeleo, kuna kusema mapato saizi yanazidi kupotea. Mwenyekiti arudi kazini. Bi yangu au rai yangu, viongozi wa kata kama hawajitathmini kwa hili, basi wanapaswa kujitathmini upya. Ikiwezekana wao ndio wajiuzuru kwa sababu wamekiuka, wao ndio hawajui taratibu. Toka lini utawala sasa unaanzia juu kutoa maamuzi juu yanashuka chini? Watu wanaanzia chini, chama kinaanzia chini kwenye vikao. Kama hivi mlivyokaa kwenye secretariat ndani mmekaa, halmashauri kuu mmekaa, kamati ya siasa mmekaa, mmeona kuna muhimu wa kuita wanachama. Tumekuja kusikiliza. Ndivyo ilipaswa na wao wafanye. Mwenyekiti wetu bado tunampenda na zaidi tunampenda. Hata kama wenyewe wanampiga vita hivi hawataviweza mpaka sisi tukatae kusema hatumtaki. Si bado ni wa kwetu, tunamkumbatia. Sisi tunataka hivi, mwenyekiti wetu arudi madarakani. Sisi tunampenda, hajatukosea kitu tangu anaanza. Sisi nataka mwenyekiti arudi Mbalino. Wanyonge tunatetewa. Mbalino ilikuwa hoi, lakini saa hizi tunaona Eliud alivyosimamia. Tunaona Mbalino hoi. Akiongea kwa njia ya simu, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mbarali Mary Mbwilo amesema taratibu za kumsimamisha mwenyekiti wa kijiji zimefuatwa. Hilo jambo ni la kiutendaji, katibu wangu wa chama wilaya ndio anaweza akakujibu vizuri. Mimi kama mwenyekiti nachofahamu taratibu zimefuatwa mpaka kufikia hatima hiyo iliyofikiwa. Katibu ana maelekezo zaidi. Kwa upande wake Mara Nyingi Matukuta, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mbarali, akiongea kwa njia ya simu amesema mwanachama yeyote anayelalamika afuate taratibu za chama. Sasa kama wanalalamika, wanatakiwa wafike sehemu mahususi kulalamika. Unajua kuzungumza kwenye vyombo vya habari wakati chama kina utaratibu wake, mimi nadhani si sahihi sana. Yaani mwanachama yoyote wa Chama cha Mapinduzi kwa level yoyote, historically, kama ni Kinana, marehemu Membe, marehemu Lowassa, wote waliwahi kumisbehave kwenye chama wakapewa tuma. Sijawahi kuona wananchi wa Monduli au wananchi wa kule Londo au wananchi wa Arusha wakaenda wakaandamana au wakasema kwamba hatujui
kwa nini. Chama hiki kinafanya kazi kwenye msingi kuanzia chini kwa balozi, kwenye tawi, kwenye kata, kwenye wilaya, kwenye mkoa mpaka taifa. Sasa wao wakisema wajue mwenyekiti wao, mkimuuliza mwenyekiti wao, yeye atakuwa na majibu kwa sababu aliitwa kwenye vikao vya maadili, akahojiwa, akasomewa mashtaka yake na tuhuma zake. Zuri nimeonana naye amekanusha, amesema naye haelewi sababu zozote. Ni muongo. Muulize, mwambie nimeongea na katibu wa CCM wa wilaya. Je, alikuita kwenye vikao? Kwa sababu amepewa na barua nayo. Kwa sababu yeye anatakiwa akwambie. Yaani mimi maelezo yangu ni kwamba yeye arudi kwa mwenyekiti wa akwambie. Kwa sababu chama kiwezi kukurupuka. Kwa sababu jambo limeshafika liko kwenye ngazi ya mkoa, mimi siwezi kulizungumzia. Mwenyekiti aliyevuliwa uongozi Eliud Simon licha ya kukiri kupokea barua, lakini barua haijaainisha sababu za kuondolewa kwake. Tarehe 16 mwezi wa 4 nilisimamishwa. Tarehe 11 mwezi wa 5 nililetewa barua ya kuondolewa dhamana. Basi kutoka hapo sijaona kama kuna kitu chochote cha kuendelea nacho, kwa sababu hayupo mkubwa mbele ya chama. Sisi wote tupo chini ya Chama cha Mapinduzi, na kama chama kimeamua kukutolea dhamana, unakuwa hauna maneno yoyote, na ndio maana unanikuta niko hivi, naendelea tuna shughuli zangu za kawaida. Kuna sababu yoyote iliyoelezeshwa zaidi ya vifungu tu, lakini sababu hazipo. Chama tumekioji, nilikuja nikalalamika kwenye chama, lakini chama kikasema hatuna taarifa zozote juu ya wewe kusimamishwa. Na baada ya hapo chama tawi kilianza na zoezi ya kufuatilia kujua sababu ni zipi zilizonifanya mimi nisimame. Na mpaka leo ninapofikia kuitwa tena kwenu nijieleze. Kwa hiyo nafikiri yote hii ni kazi ya ngazi ya tawi kuhakikisha kujua nini sababu iliyonisimamisha. Ndugu zangu wana Mbalino, mpaka leo napata wasiwasi chama changu, wanachama kutokuuzwa hivi. Kuna kitu ambayo mmekiona kwamba ni mambo labda ya kuitwa kwenye serikali, lakini tumewaita wanachama Chama cha Mapinduzi. Dhamira yetu kuwajuza habari iliyopo ndani ya tawi letu juu ya mwenyekiti wetu wa tawi wa serikali. Sasa basi, ukiangalia kwenye kadi ya Chama cha Mapinduzi imeandikwa imani ya Chama cha Mapinduzi. A, binadamu wote ni sawa. B, kila mtu anastahili heshima ya kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake. C, ujamaa na kujitegemea ndiyo njia pekee ya kujenga jamii ya watu walio sawa na uhuru. Ndio maana tumefanya hivi kama Chama cha Mapinduzi. Sikaonekana taarifa iliyonikuta ndani ya Chama cha Mapinduzi tawi, nikakaa nayo. Nimeona sasa nanyi wanachama Chama cha Mapinduzi mjue nini hatima ya mwenyekiti wetu wa serikali ya kijiji na ni kwa sababu gani. Juhudi za kuwatafuta viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya zinaendelea baada ya kufika ofisini hawakuwepo na simu zao kutokuwa na majibu. Ni zaidi ya miezi miwili sasa tangu kusimamishwa kwa mwenyekiti, ambapo shughuli za maendeleo na makusanyo ya ushuru yamezorota. Kutoka hapa kijiji cha Mbalino, kata ya Itamboleo, wilaya Mbarali, mkoani Mbeya, mimi ni Ezekiel Kamanga wa Machweo Online TV.